Majina naitwa Moses Mkwana Shadrack. Natoka kijiji cha Ebiang. Nilikuwa natoka tu kwa senda hapo junction karibu saa 12:30 hivi. Na kafamiwa kwa barabara tu hapo. Na niliona watu 4. Wakanipika rungu 3. Na nilikuwa nimepepa mzigo tu, nilikuwa na mbolea, na sukari, na sabuni. Sasa vile ningangana nao, walipika rungu ya kwanza, nikangangana nao. Kanipika rungu ya pili, na ngangana tu. Rungu ya 3, na ngangana. Na ya sasa, wanapiga tu wananiambia kaa chini na uachilie mzigo. Na mimi nangangana tu na mzigo yangu. Ya sasa mwenye alinimaliza ni wapanga. Kata tu panga moja, nikaachilia mzigo. Na akaangukia mzigo akatoro. Kaanza kutoroka. Na akatoroka tu hivyo. Ndipo watu walitoka kwa hapo, akaona sasa kweli wamenikata vibaya, wakanipeleka kwa hospitali. Sura hata siwezi kumbuka sura. Na ndio walikuwa tu ni vijana tu, sio hata umri wa miaka 25, ni chini tu ya miaka 23 hivi. Watu vijana wadogo tu. So nani walikuokoa? Wenye waliokoa sasa unajua saa ile nilikuwa nimechanganyikiwa. Watu walikuwa wengi pale. Walitoka tu watu wengi kweli. Hata mwenye alinipeleka kwa hospitali hata ndio nimeonyeshwa tu saa hii. Kaambia huyu kijana ndiye alikuweka kwa pikipiki, walikuwa vijana 2. Kanipeleka kwa hospitali. Lakini watu walikuwa hapo wengi. Ndio wakapikia ndugu yangu simu, kwa maana ndugu yangu anafanyanga pota palo Mtele. Ndio alisema si huyu ni ndugu yo Mtele. Acha tupikie Mtele simu. Wakapika huku nyumbani simu. Hazo Mtele alikuwa wanakuja huko, wakanipata, wanipeleka kwa Mundoli dispenser. Ndio nilikuwa huko. Ndio nimetoka huko saa hii. Daktari walinishona tu, wakaniambia sasa daktari ameniambia niende nitafute daktari wa macho. Kwa maana hii macho ndio imeumia sana. Hata saa hii haioni. Sasa ameniambia niende nitafute daktari wa macho apike x-ray. Kama hii macho wameaffect ndani ataniambia. Na ulikuwa umebeba mzigo nilikuwa nayo, nimepepa mzigo tu. Hii urupakia nini ya juala hii ya ya gunia hii. Na ilikuwa na mbolea kilo 2, sukari nusu, na sabuni miti, na sabuni ya unga hii. Na vile nimekelezea tena, kuna kijana alikuwa ameweka hapo vitu zake, ID na photocopies alikuwa amepika hapo hiyo. Nje hii area yetu imekuwa mbaya. Imekuwa mbaya sana. Hizi visa za katakata watu ovyo. Na si ati ni usiku. Unaona hiyo ilikuwa saa 12 na kielekea saa 1. Si ati ni usiku. Sasa naambia serikali ijaribu sana upande wa usalama. Pole sana. Tukiwa jioni ya siku ya leo ndio tulisikia pia mtu amekatwa, amenyang'anywa. Hii local security team imeformiwa 3 months ago. Sababu tulikuwa na vilio mingi sana. Watu walikuwa wanapigwa, watu walikuwa wanakatwa, watu wanaibiwa. Hakukuwa na amani. Sasa tukajitokeza tukasema hapana. Hii lazima tuweke kwa stop. Mtu akishikwa aende huko, jaji ndiye ataamua kama atawekwa kwa bond ama hatawekwa kwa bond sawa. Lakini mama polisi atikuachilianga mtu ameshikwa, hao ndio wanaongeza ujangili mingi sana huko. Waache huo mchezo. Mimi kwa upande wangu naombea serikali bwana ituangalie sisi kama vijana. Na sio zote tunafanya hiyo makosa. Sisi tunajituma kutafuta, na kuna wengine tunakaa na wao. Wanakuja hapa wanatusorora, tunakaa na wao, wanatuibia, wanafanya nini na nini, hata ndio wameharibu baba yangu huyu.
Na mimi nasema ya kwamba serikali ambayo tumepewa mbali haifanyi kazi. Wengine tunakaa nao hata kwa chang'aa. Kusema kweli madharati tena inasababisha hii kutofikia ili kuleta hii kisirani ya wizi na mikono mrefu. Juu mtu akikunywa kitu kama pombe hawezi akaiba. Mimi nikikunywa pombe leo niko na nguvu ya kuvunja mlango ya mtu. Mtu mwenye anatumikia mtu mwizi, mtu anatumikia bangi, sigara, vitu ya kupima pima watu akili. Na siwezi kutumikia madharati kama chang'aa na niende kuvunja mlango wa mtu ama nikuwe na nguvu ya kutai mkuku ya mtu. Mimi nikiwa mmoja wao, hata juzi mimi nimeibiwa kuku 5. Na ukishapiga ripoti hakuna msaada unasaidiwa. Mimi nikipatikana kwa barabara ati nimechoka kidogo hivyo napata kiboko, kijana unafanya nini? Na sijachukua kitu ya mtu.